Muziki tu, muziki. Unapiga muziki ni support. Nitafika huku juu na cheki. Yeah, something like Willy Paul bana na ni mapenzi tena baby unaniumiza nikikona kwenye picha Pole Classic. Kuna huyu jamaa anapiga mapiano, huyu anaitwa Cartoon 47. Kwanza napenda Cartoon 47. Hapa na Pato Boy unacheki. Pato Boy banangalia hii industry walianza na Damian Sanya. Sijui kama unamjua. Damian Sanya namtambua vizuri. Watu ni Waluya wote unacheki. Wewe unaenda unaingilia Mluya mwenzako. Sasa unaanza kusema ati Cartoon 47. What's up everybody, it's your boy King Jaden. Welcome back to my YouTube channel. Kama uja subscribe bro, subscribe to this YouTube channel uone mambo, and welcome this part 2 of my boy. Alikuwa anaji-explain mambo na muziki. Last video tuliweka nayo YouTube, alikuwa anasema mambo na muziki. Vipi my boy? Fresh bro. Umeamkaje ndugu? Wema tu. My boy, maybe nikuulize tu kidogo. Hii mambo na muziki ulianzaje? Yani ulifikaje tu kujua unaweza imba Mambo na muziki nilianza nikiwa mdogo manze. Hapo hivyo nilikuwa yani kwanza kabla muziki ilikuwa dance unacheki. Hiyo dance manze saa nikagrow na dance ikafika place nilifika place hapo class 4. Nikaona manze my mama hapa hivi ni msoa gospel, anachapa gospel unaona, church endo performer ama inakwanga performer something like that. Sasa ndo nikaanza yani kujulia kwa mom, nikaona sasa mom kana anaweza chapa hivi. Kwani mimi nani naweza siwezi chapa kitu kaa hiyo unaona. Sasa ika grow hivyo nikaona mandhari nilikuwa natoroka mtaa naenda show, na hiyo wakati nilikuwa na stay huko Kericho unaona. Kericho town place fulani anaziita zoo Kericho. Sasa ikabidi story ni mob about my dad, yani afurahi hadi kitu nadu unacheki. Anasema wewe kijana utasoma sijui nini, achana na muziki kwanza unaona. Mimi ni nani? Mimi najifungia kwa keja manze unaona, nachukua headphone kwa masikio, mimi naanza kusikiza muziki unacheki. Nabambika tu. Dada anakuja na gonga. Mimi manze niko busy na shughuli yangu unaona. Yaani sasa ni ngoma tu ndio na chain tu. Sasa kufikia hapo hivyo. Hey my guys, tumekuwa na interruption kidogo tu. So ulikuwa unasema babako alikuwa anaona mambo na muziki, yeye hakuwa ipenda muziki wako. Hakuwa ipenda, like yani alikuwa anasema bro maliza kwanza shule ndo sasa uanze kufanya shughuli yako wako unacheki. Nikamwambia bado ni best, lakini sasa ni kujituma kwanza, ni kustart manze unacheki. Baadaye kafika place ikaleta noma, but kuleta hiyo noma tulikuwa tunasikizana na mama sana. Sasa my mom hadi ilikuwa inafika place manze namwambia mom kuna wasee wanaenda show mahali fulani. Bana mimi hadi nilikuwa nadai kufika huko unacheki. My mama ananiambia sasa itakuwa vipi, nikamwambia fresh tu, but kitu sina ni fair kufika huko. So nikuulize my boy, ni lini tu as in after interruption wewe na babako maybe mnagombana hapa na pale, ni siku gani tu uliamua kama mbaya wacha iwe tu mbaya, wacha niingie studio nitoe ngoma yangu hapa? Kuna siku niliamua hivyo nikaingia studio, but hiyo siku tulikuwa na Mbogi. Siku gani, mwaka gani? Ilikuwa 2014 summer 2014 huko. Ukarelease song gani? Nikarelease song. Sasa hiyo song ikaletanga effect kiasi about hiyo producer, tulikuwa tunasumbuana na yeye juu hadi hiyo song tulikuwa tumefanya na madem fulani hivi wawili, au madem akaleta shida. Yani tumeenda kurekodi ngoma siku ya kwanza na siku ya pili madem analeta shida, yani hawaji song inamaanisha nini kurekodi studio, akaleta shida. Sasa ikabidi hiyo song hadi nikabidi ni cancel unaona. Ndio sasa nikakuja nikakaa chini nikafikiria, nikaona hadi kufanya shughuli na madem nikazikaa bure. Ikabidi yani mimi mwenyewe nianze kujisimamia unaona. So hizo ni upande wa kujisimamia, ni challenges gani zenye umepitia kwa kujisimamia? Challenge kujisimamia ni shida, kupata do manze kwenda studio ni ngori.
Na hiyo siku manzi hakuna job unacheki. Hakuna kazi unafanya nini hivi. Sasa yani inabidi tu yani wewe mwenyewe ujaribu ukipata ka show huko hivi kama shule tulikuwa tuna perform huko. Deputy alikuwa anatujenga kaile 3,000 hivi manze tunagawana na juu tulikuwa na msee wawili alafu mmoja yani tuseme tulikuwa tu watatu unacheki. Huyo msee watatu yalikuwa wakupiga kibuyu. Sasa unajua hizo drums. Yeah, hatujui hadi beat ati tunaweza Google beat tunacheki. Sasa msee alikuwa anachapa beat manze unaona. Hiyo kitu umesema sijui drums hiyo unacheki. Anagonga kila kitu inakuwa best. Deputy akatujenga hapo 3,000 manze tukagawana. Kwanza tulikuwa tuna participate kila siku on Friday unaona kwa parade morning. Lazima tu Friday lazima to participate. So labda nikuulize my boy. Ukiwa pale shule hizo challenges zote zenye ulikuwa unapitia, maybe pesa, kupata vile unaweza ingia studio, time ya kuingia studio, najua unajaribu kubalance time ya kuingia studio. Sasa ulikuwa unapata aje hiyo time as in uingie studio as well as unafaa usome, maybe mwalimu amekupatia kitu kama homework hivi? Sasa homework yote tulikuwa tunamalizana na shule unacheki. Homework tulikuwa tunamalizana na shule. Ikifika games hivi, games ilikuwa inaanza ukiwa primary games ilikuwa inaanza sijini 3 something hapo unaona. 3 something. Hiyo games ndio tulikuwa tunashughulikia kuandika song hapo tunaenda kwa kwa yani class aina hadi mtu tunakaa hapo chini tuna discuss manze tunaweza fanya nini best unaona. Tunakaa hapo hivyo tunaandika song. Tukimaliza hiyo song after 30 minutes ama 1 hour tunarudi sasa kufanya homework, tunaenda home na cheki. Tunaenda home kushughulika home hadi home iko na shida ati unaenda kuchota maji mbali nini. Maji liko tu kwa nyumba unaona. Kila kitu iko kwa nyumba. Juu kishaingia tu hivi kwa nyumba ushaingia unaona. Juu ilikuwa estate unaona. So after umemaliza na mambo na shule, hiyo mbogi ulikuwa unacheza nao, maybe kuandika nao muziki, vitu kama hizo. Walifika mahali mkaendelea nao, mnaingia nao studio, ama vile mlimaliza shule mambo na shule ikaishia pale, muziki wao ukaishia hapo pia wao ukaachana nao labda? Au manze tuliachana nao. Juu yani unapata mse unasikia ati mse ni Muluya kutoka sijui Kakamega unaona. Kutoka sijui Busia hadi unastuka mse na hiyo siku yani hizo wakati haujiwezi unaona mse hadi kupata fare itakuwa ngumu unaona. Kwenda kutafuta mse itakuwa shida, alafu tena kumeki tu hizo masiku hatakuwa na simu unacheki. Mimi nakumbuka tu simu nilikuwa nayo ilikuwa Nokia na mama ndo alinijenga unaona. Alinijenga Nokia hadi akanipea line yake. Sasa hiyo Nokia ndo nilikuwa natumikia sana. So mliachana? Tuliachana. Na ukaendelea tu mambo na muziki ukajua tu God maybe one day atakuja kufungulia mlango? One day lazima tu God open the door unaona. So labda nikuulize, na kwa sababu wewe ni msanii si ndio? Hii mambo na content, sababu nimekuwa naona hapa mtaani unaruka yani unapenda yani unafanya ile I can call it silent content, yani unafanya ile silent yani ya kutumbuiza tu wa Kenya au sio? Ulifikaje tu hapo ukaanza kufanya content tena, sababu wewe ni mwanamuziki? Ulifikaje tu hapo ukaanza kufanya content? Mimi nilikuwa joka manza hata nikiwa shule unaona. Nilikuwa shule manze, lakini mimi ni joka mwingine hatari. Nilikuwa naambia msee hivi kitu msana anachukulia msee msee shabonga unacheki. Baada ya kijua msee anacheza na akili msee. Alafu shule nilikuwa napenda yani kufanya vitu fulani hadi msee akiona na bambika unacheki. Yaani kitu najaribu, ulifikafikaje tu hapo, sababu ukiwa shule ulikuwa joka na ulikuwa msanii. Sasa walikuwa nakutambua kama msanii. Yaani ulifikafikaje tu ukajitambua sasa naweza ingia kwa kamera nifanye vitu 1 2 unacheki? Yaani ni wachekeshe wa Kenya. Kuna kitu labda uliweka mahali ukaona imesonga? Mimi mwenyewe tu ndo niliamua. Sio kuweka place kitu uone kama imesonga unaona. Ukiweka kitu place uone kama imesonga, hiyo ni kusamani huyu jamaa au yuko serious na kazi unafanya. Nika yani umekuja tu kutext tu wa Kenya unaona. Na Kenya si watu wa kujaribiwa unaona. Is there any comedian mwenye unatambua labda Kenya, East Africa or even Africa? Mimi ni Tanzania bana. Tanzania ule jamaa wa ball bana. Ule jamaa mwenye hadi sijui anaitwa Ronaldo hadi
Akamu appreciate. Anapenda kufanya si ndio hadi akamu appreciate mbaya sana. So hapo ndio penye ulifikia ukaanza kufanya mambo zako na comedy maybe? Fresh kitu kaa hiyo sasa. So kwa mafans zangu hapa, labda unaweza waelezea nini unapanga huu mwaka? Manze bana, unaona uko na passion manze, unaweza kuwa na passion alafu yani hiyo kitu huwezi make, unaona, lakini wewe mwenyewe lazima tu ujitume. Ukijituma kila kitu inakuwa best. Ni like usiseme ati huyu msee ako sijui Nairobi, unaona, sijui msana jiona amefika place fulani. Binadamu manze tuache kitu kaa hiyo. Unajua hiyo ni chuki, yani unaona mwenzako vibaya, unaona. Nikaa saa hii bro, hadi nikikuuliza like say place huko hapa ushagoa nasema huyu msee ako Nairobi ako fit, unaona. Si hivyo, wase huko nje wanaumia. Usione msee anafanya kitu fulani alafu unarudi unasema ati jamaa anajifanya. Huko nje watu wanaumia. Ama usione msee anavaa poa usema tu msee huyu msee ako na ganji sijui nini. Mwache story kama hiyo buda, unaona. Sasa mimi kitu naweza waambia tu ni kujituma na maintain, unaona. Maintain na kitu unafanya. Hivyo ndio unaweza grow. Then for the upcoming artists, maybe comedians, maybe content creators, unaweza waeleza nini? Sababu you are upcoming. You see? You are upcoming na unajituma sana, kila siku una post, maybe una record content, you don't care even itaenda ama haitaenda, unacheki. You just record, post, just be happy when you are posting, unacheki. Ni advice gani unaweza pea watu wanakuacha hapa, labda yeye ni content creator ama anataka kuanza content na labda hana kitu fulani, unacheki, maybe unaweza waeleza, maybe ulianza na kamera ama ulianza bila kamera, vitu kama hizo. Si lazima hadi uwe na kamera ndo upige shughuli yako, unaona. Alafu ni vile nimetoka kubonga hapo nyuma, nimesema manze ni kujituma, kujitia bidii. Hadi wewe mwenyewe by the way utaona umefika place, unaona. Hadi ukipata simu manze, hadi mimi sana manze mimi content zangu napiga na simu, unaona. Napiga na simu, but very soon nataka ninunue kamera ndo kila kitu iko best, unaona. But kama wewe ni upcoming kama mimi, jitume tu manze, unaona. Usigive up. Hii life manze hakuna ku give up, unaona. Hakuna ku give up. Ukigive up ni wewe tu mwenyewe ndo umejileta hiyo shida. So the only advice you can give my fans or any other people there, never give up in life. Never give up in life manze. Hiyo ndio kitu naweza waambia tu. Hebu tell my fans, Kenyans, they never give up till the end. Si ndio, hadi Kenya hatuwezi ama. Si ni kitu hiko ama. Kenya manze, content ziko Kenya manze. Hatuwezi choka na Kenya ama hatuwezi ama, unaona. Hatuwezi ama, hiyo ni kitu hiko. Tutama tukienda wapi, unaona. Na baada mimi najivunia kuzaliwa Mkenya bana. Okay, my fans, mimi kitu naweza wapiga advice, maybe hapo vile umesikia my boy akisema hapa. In Kenya, let me tell you the truth. Anybody who is listening, watching, there outside there, in Kenya is the only country yenye ikiamua kukusupport. Kenya is the only country yenye ikiamua kukusupport, my friend, you are done. Kenya ni best bana. Kenya is the only, underline that word, only country yenye ikiamua kukusupport. Ukitoka wakiamua kukusupport, they will support you till the end. Na ukiona Mkenya yoyote ameanza kukusupport, my friend, jua umeanza kujulikana. Once umejulikana Kenya, umejulikana dunia mzima, sababu saizi Kenya is the capital city of Africa. We all understand that. Nigeria, Ethiopia, Egypt, Cameroon wanatuogopa tu sisi wa Kenya sana kwa content, maybe vitu kama hizo. Hatunanga ukabila sisi. Tunakukataza, tunakuambia ukweli, ukasirike, tena tukuombe msamaha. Unacheke ama aje my boy? Si ndio, ni hivyo tu. So my guys, please remember to subscribe to this YouTube channel. Beautiful YouTube channel. Mimi ndio tu kwanza nimeanza. I'm also upcoming content creator, interviewer. Ndio kwanza. Please remember to subscribe this YouTube channel. Subscribe, like, share this video, comment there. Mimi ukicomment nita like, obvious. Kaboom. Sina uzima, penzi limesinya, mfuko umechina, nilimweka kwenye akili.